Vita inapofikia ni pabaya sana. Leo ni tarehe 23 ya mwezi wa 3. Kwa mara ya kwanza kihistoria, sehemu ya utengenezaji vinu vya nyuklia vya Israeli, Dimona, vimeshambuliwa usiku wa leo, jambo ambalo haikutegemewa. Saizi Mwirani hatumii drone tena. Saizi anatumia hizo medium range ballistic missile ya masafa ya kati. Imefika leo Dimona, chungu kikubwa tegemezi la nyuklia kwa mwana Israeli. Anga ya Israeli kajingio saizi. Mwisraeli saizi anajuta afanye nini. Uzalendo umewashinda, wananchi wanaanza kulalamika, wanahoji maswali. Zaidi ya watu 450 injured wameanza kuposti. Walificha, imeshindikana, wameamua kuposti. Sasa hii inakuonyesha kwamba jinsi gani Mwirani alijipanga. Imekuwa ni tishio kubwa sana. Hamas kule usisemi, hakuna mtu anagusa. Ni dola milioni 2 ndo meli inapita. Full stop. Hakuna negotiation, na lazima upite ulipe kwa pesa ya yuan, pesa ya China. Ndio unapita kuna ule mfereji equivalent ya dola milioni 2. Nini kinamkuta Mwisraeli sasa? Alikuwa anatumia hizo maandaki ya kujifichia. Ballistic sizes zinafika ndani. Watu wameshindwa kuvumilia, hakuna kwenda kazi, hakuna shule. Hakuna kitu kinafanyika sasa Israeli. Trump ametoa masaa 48 kuionya Iran kwamba isipofungua mfereji wa Hormuz atashambulia nishati za umeme na mafuta. Iran inasema hivi, wala kuna shida, jaribu, Gulf yote itaenda off, kuanzia Oman, United Arab Emirates, Qatar, Saudia, Kuwait, Bahrain, Jordan, Afghanistan, Iraq zitaenda off. Kwa nini Iran imezingatia kule? Marekani imewekeza kwenye hizo nchi nimezokutajia, 70% mali zake ziko kule. Mafuta yote yanategemea na gesi kutoka kule. Ndio maana umesikia senators walalamika kwamba mafuta na gesi imepanda bei 27%. Sasa anga ya Israeli saizi haina kazi. Iran anajipigia Israeli anavyotaka. Israeli wanatamani sasa hii vita sasa ifike hatua viishe. Imeshindikana. Masharti yako pale pale. Kanuni moja ya Iran ni washinde vita ama wauawe wote. Sasa ndugu zangu, tulipofikia tumefika pabaya sana. Kila mtu anajiuliza kwa nini Iran hichi kiburi anakitoa wapi? Russia imeweka wazi, taacha kumsupport Muirani endapo Umoja wa Mataifa, NATO pamoja na Umoja wa Ulaya na Marekani wakiacha kumsupport Ukraine. Ukraine kule saizi na yeye anapigwa kama mtoto. Sasa Iran, hakuna mtu aliyojua kama Iran anaweza kuwa na hizi nguvu zote. Hichi kiburi Iran anakitoa wapi? Iran alijipanga zaidi ya miaka 20. Hizi missile anazo nyingi sana. Ballistic missile anazo nyingi sana. Saizi hatumii drone tena. Mwisraeli saizi anajuta na yeye kwa nini vita vilianzisha. Yeye alijua atakuwa yuko safe kama zamani. Saizi sio hivyo. Tel Aviv saizi na Gaza ni sawa tu. Watu wamejificha chini pako, wamechoka sasa. Utajificha paka lini? Saizi ni leo tarehe 22. Siku 23. Tunaitafuta mwezi. Hakuna mtu. Unajua sisi kuna ushabiki na mapenzi kwamba Marekani ni nchi kubwa, ni kweli, hakuna mtu anabisha. Imewekeza
bilioni 895 kwenye masuala ya kijeshi. Ndio nchi ya kwanza, ina teknolojia kubwa, ina vifaa vingi, lakini vita sio hivyo. Vita ni strategy, vita ni imani, roho. Unaweza kuwa kila kitu ukawa muoga. Kitendo cha Marekani kutafuta njia ya kumaliza huu mgogoro, Trump amesema jana kwamba tunatafuta kuongea na viongozi hawapo, maana yake Iran hakuna viongozi, tumeshamaliza kazi. Umeshamaliza kazi, ama mashambulizi ya Iran yanatoka wapi? Tumechoka kudanganywa, propaganda. Sisi sasa hizi kizazi cha kusema uongo. Ndio maana unaona Iran ikipigwa, wakiuawa, mtu anatangaza bwana tumeuawa, fulani ameuawa, fulani atakaimu, amechukua nafasi fulani. Kwa sababu masuala ya kudanganya tena sasa hizi imeshaisha. Sasa Marekani imedanganya, imezuia watu wasiposti. Leo wameposti wenyewe. Wamechoka. Wamesema kwamba Iran anatumia silaha nzito kinyume na sheria. Unampangia mtu kwenye vita cha kutumia ni nini? Wewe tumia ulicho nacho. Iran ameshaka clear. Aidha afe ama ashinde vita. Anapiga makazi ya watu. Sasa hivyo ndio vita vinavyokuwa hivyo sasa. Unalalamika nini? Yeye waliua wanafunzi zaidi ya 170. Si wanafunzi, walikuwa na wanajeshi wale. Sasa anajibu mapigo saa hizi. Watu hawakutegemea kama Iran ana hizi nguvu. Tulikuwa tunajua, kila mtu alikuwa anajua kabisa Iran siku ya pili ameisha, lakini sio hivyo. Wale viongozi ambao wao Marekani wamewaua kama mzee Ayatollah Ali Khamenei, yule ndio alikuwa anazuia Iran isimiliki silaha za nyuklia, Iran isiingie kwenye vita. Sasa baada ya kufa yule, ndo mistake imeanzia. Sasa hawa vijana tena wapokee simu, hawajibu message. Mwingereza aituma message, majibu aliyokuja, tumieni reserve. Tumieni ile reserve ya mafuta yenu mleweka huko. Ikiisha mtumie magari ya umeme. Sasa utapikia gari la umeme? Imekuwa ni ngumu. Vita vimepamba moto. Iran ashikiki, ashauriki saizi. Mchina na Russia yako kimya tu. Wanapiga zao pesa. Na Mwirani ameshaingia kwenye huo mfumo. Ameona kama pesa. Vita ni biashara. Anaingiza milioni 140. Utamwambia nini? Meli zinalipa milioni 2, wewe utamwambia nini wewe sasa? Na ndio maana unaona hii vikwazo Marekani amemtolea kwa mara ya kwanza miaka 46 amemtolea. Yeye amekataa, amesema mimi sina mafuta ya kuuza duniani. Watu endelee tu bro. Imekuwa pabaya. Tuombe Mungu vita viishe. Na niliwaambia kwamba tupo kwenye mstari wa njano. Tukipita hapa tunaenda kwenye third world war, vita vya tatu vya dunia. Kwa sababu kama Trump ametoa masaa 48, na mimi najua Trump hawezi kufanya kitu, maneno yeye mzee kuongea. Akisema apige zile basi tumeenda pabaya. So ndugu zanguni, vita imefika pabaya. Mwirani kachanganyikiwa. Hataki kusikia cha mtu.